Muda. Kuna siri gani katika neno muda? Wakati mtu akipokea Yesu Kristo, kuna kwa usafi fulani hivi ambako wewe utafikiria labda mtu pengine mbona ameanza kunawiri. Hapana, Yesu Kristo ameanza kumuosha. Kwa hiyo wewe unaoshwa na damu ya Yesu Kristo. Yesu Kristo kujichubua. Kujichubua. Yeah. Choko. Yeah, choko. Kwenye Biblia imeandikwa samea 7 mara 70. James ya nguvu umemfumania mke wako kwa kuomba msamaha. Unamsamea? Msamaha upingiki. Mtu akiomba msamaha lazima asamehe. Wanakwaya ambao walikuwa wanafanya nao kazi kipindi hicho na walikuwa na kusaidia, wanakusapoti kuanzia kutengeneza wa muziki, video hadi kushare kazi zako. Kuna namna fulani mlipishana au mfanyi nao kazi tena. Na ndio maana kwa sasa hivi kazi zako zinatoka lakini hazina ukubwa ule kama na Onda na Follow God. Ina ukweli ndani yake. Ilitokea hivyo na kunisapoti, sio kusema kuwa kama sasa mimi ni kubebe kichwani. Na wanajilinganisha na wewe pia. Kuna watu wanajilinganishaga na mimi. Ushawahi kwenda kwa mganga ili kumshusha mtu wewe upande? Itatokeaga. Ushaambiwa kuna mtu anakuroga wewe ili asikike kukuzidi? Sana. Unasikia mpaka anaenda mpaka kwa mganga, mpaka voice unatumiwa. Anataka tu anishushe tu. Kumbe hata kwenye gospel wachai wao. Tamani kumjua. Muda. Kuna siri gani katika neno muda? Mambo vipi? Niite K-Light Star mwenye mapenzi ya kweli. Na ukaribisha kwenye podcast yangu inaitwa Muda. Hapa tunapiga story na mastaa, watu mbalimbali, wafanya biashara. Leo unajua tupo na nani? Tupo na mwimbaji wa nyimbo za Injili. Anaitwa Jeremia Nguvu. Inakuaje kaka? Salama, safi sana. Bwana Yesu asifiwe kwanza. Amina. Asifiwe na kwako pia. Asante sana. Karibu sana kwenye podcast yetu. Asante. Hivi natakiwa nianze hapa mwanzo. Kuna miaka 2 nahisi nyuma ulisemaga, ulipostigi status ukasema mimi sitaki tena kutumia jina la James ya Nguvu. Nataka nitumie Jeremia Nguvu. Kwa nini ulibadilisha jina? Kubadilisha jina unajua jina ndo mtu. Yes. Sasa Jeremy ndo jina langu kamili la kutoka kwa Mungu. Kwa sababu mimi sijapangwa jina ila nimepangwa na Mungu. Sasa natakaga sana kulitumia kwa sababu ndo jina langu la toka tumboni. Lakini pia James ya Nguvu ni jina ambalo nilipewa baada ya kazi ambazo nafanya zinakuwa na ukubwa kidogo kwa wale watu wanachukulia ukubwa ule, ndio wakanipatia hilo jina la James ya Nguvu. Hivyo uone kama ulipoteza watu, labda mtu anaweza kawa ameshazoea nikitaka kutafuta nyimbo za James ya Nguvu lazima nitafute tu James ya Nguvu, sio Jeremia ya Nguvu. Ili aone kama umewapoteza watu sana kwenye nani. Kwa nini usingeendelea na James ya Nguvu tu? Mimi sijaona kama kule nimepoteza watu kwa sababu kule iko James ya Nguvu Jeremy, yani yote hapo. Yote umeyaweka kwenye YouTube, Instagram, TikTok. Yani ninachokitakaga zaidi, natakaga tu zaidi watu wako wananiita Jeremy, lakini James ya Nguvu kulingana na kazi sasa. Unaongeza. Kwa hiyo James ya Nguvu bado ipo. Yani umeongeza tu ili kuwaonesha watu kwamba ili ndo jina langu hili. Asio James ya Nguvu ilitokaga wapi kwanza? James ya Nguvu imetoka baada ya kazi hizo. Baada ya kuona hizo kazi zinakuwa, kwa sababu kipindi kile bado nafanya muziki wa dunia, tukiwa na wenzangu hivi tunacheza, tunaimba. Sasa unakuja kuta mashabiki wengi wanakuwa upande wangu. Sasa kuna kijana mmoja ambaye tulikuwa nafanya naye music ndio akanipatia James ya Nguvu. Ile kuona mvuto sana, kuimba sana. So kama mimi sijaimba watu hawajafurahi, huko ndio kutokaga hilo jina. Ndio maana ukaitwa James ya Nguvu. James ya Nguvu. Ni mamlaka yake. Safi sana. Narudi nyuma miaka 5 ulitoa ngoma ambayo inaitwa Follow God. Ngoma kubwa sana kwako. Nahisi ndio ngoma ambayo imekufungulia milango hadi ilikupa, nahisi kama ni watu kuanza kukuita kwenye matamasha yao ni kwa sababu ya ile nyimbo. Inawezekana ulitoa nyimbo nyingi lakini Follow God ilifungua milango yote. Ulitegemea ukubwa ule? Unajua kila wimbo una nguvu yake
na kila wimbo una kipindi chake. Ila tu kinachonibariki ni kwamba kila wimbo unakuwaga na nani na unakuwaga na mafuta. Sijui nikitumia mafuta utaelewa. Unakuwaga na mafuta yake ambayo Mungu amekuja na naiwekea. Sasa unakuja kuta kwa ule ukubwa ambao ulikuwa kipindi kile, sikuwa nategemea kikweli, lakini kwa sababu namtegemea Mungu, so nilijua tu chochote kinaweza kutokea anytime. Mpaka sasa bado nina hiyo tumaini, kwa sababu bado sijafika. Bado nipo kwenye msafara wa kwenda mbali. Hivyo miaka 5 hiyo kuna ngoma ambayo inaitwa Naonda, ndo hit song yako. Hadi nikikutanaga na watu wanasemaga James hawezi kuimba nyimbo nyingine kama hii. Umeona? Wewe na hadi sasa hivi na hisi ndo ngoma ambayo ina watazamaji wengi na 574 kuliko ngoma zote. Na hisi ndo ngoma ambayo ina wafuasi wengi kabisa, ambao sehemu zote, yani hata leo ukiachia ngoma ukimuita James Yanguva unajua ndio ule jamaa ambaye ameimba Naonda. Yani ndo passport yako Naonda. Vipi yale mapokeo pia uliyategemea? Mapokeo Naonda yalikuwa ni mazuri sana, yalikuwa ni makubwa. Kwanza katika hii career hakuna wimbo ambao umewahi kunipatia watu wengi kama huo. Yes. Yani kweli Follow God ilikuwa kama vile ni mlango, lakini pia huo ulienda kufungua watu wengi kabisa. Sasa kwa wale ambao wanaongea lugha ya Kibembe, wengi sana walinijua kupitia sasa ule wimbo. Unajua before sana watu walikuwa wanafikiria labda na imbaga nyimbo za fujo. Kumbe inapoga ni kushindwa kuelewa. Watu wanafikiriaga labda ukiimba wimbo tu wa polepole, music haipo juu sana, maneno yanasikika sana, wimbo ni wa polepole ndio ataelewa maneno. Lakini nataka tu kuweka ili wazi, kuna nyimbo za kuchangamka ambao imechangamka pia, kuna maneno pia mazito. Ndio kama hiyo Naonda. Naonda pale unaona ni rumba ambayo imechangamka, lakini pia mna maneno mazuri sana. Safi sana. Kuna hiyo Follow God, Naonda na hisi ndo ngoma zako ambazo zinaendaga sana na ambazo zinasikilizwa sana kwenye YouTube. Taarifa ambazo sio rasmi, hizi sio rasmi, nazisikiaga tu kwamba wanakwaya ambao walikuwa wanafanya nao kazi kipindi hicho na walikuwa na kusaidia, wanakusapoti kuanzia utunzi wa muziki, video hadi kushare kazi zako. Kuna namna fulani mlipishana au mfanyi nao kazi tena. Na ndio maana kwa sasa hivi kazi zako zinatoka lakini hazina ukubwa ule kama Naonda na Follow God. Ina ukweli ndani yake? Mimi niseme wimbo kwenda kuna mambo mengi. Kwanza inakuwa na baraka ya ule wimbo, na kunakuwa na utunzi pia wa ule wimbo. Yes. Unaweza ukafanya kitu na watu wengi lakini kisiendi sehemu, na ukafanya peke yako kwanza na watu wachache kikaenda. Na kuna kazi nyingine unaweza ukafanya na watu wachache kisiendi, ukifanya na watu wengi inaenda. So ina depends na watu, na hakukua chochote kile cha watu kusema labda kipindi kile tulikuwa na watu labda wao ndio walikuwa wananipush mpaka nifike pale ninapofika. Alikuwa tu ni wakati wa Mungu, na wakati wa Mungu siku zote ni wakati sahihi. Na wakati ule kwa kweli kuna nyimbo ambazo zilikuwa na nguvu yake, kwa sababu tulikuwa na watu wengi, kwa sababu wanakuambia umoja ni nguvu, tengano ni udhaifu. Lakini kwa sababu tunamtumikia Mungu, watu wengi wanafikiriaga labda huduma kwenda ni wao. Labda huduma kwenda ni watu. Lakini mimi nachokijua tu huduma kwenda ni Mungu mwenyewe akitaka. Haijalishi mpo wengi au haijalishi mpo wachache. Ila ulikuwa nafanya kazi na watu ambao walikuwa na kusupport kabisa, sababu ukiangalia kuna sura ambazo hatuzionagi tena kwenye nyimbo zako. Kuna sura nyingi mpya tofauti na ile support ambayo unajua kasa ukitoa nyimbo ya James lazima kutakuwa mdada fulani atakuwepo tu, na asipokuwepo itasikika sauti yake kwenye backing. Ilitokea hivyo, na ilitokea hivyo misunderstanding kwa watu ambao wako pamoja, hasikosagi. Lakini haiwezi ikafanya ukose kuendelea mbele, kwa sababu katika maisha ndo hivyo.
watu, kuna kipindi watu wanakuja, kuna kipindi watu wanaondoka. Lakini usizuie kile ambacho Mungu ameweka ndani yako eti kupitia watu ile kuja na kwenda, kwa sababu watu wanakuja tena wanaenda. Lakini wewe simama katika ule msimamo ambao Mungu amekuitia, kwa sababu wakati Mungu amekuita wewe ndio una maono. Ni kama gisi alimwambia Musa, nenda kachukue watoto wa Israeli kule Misri. Mungu akampatia kila mtu maono. Ni yeye mwenyewe ndiye alikuwa na maono. Mpaka kipindi hapo njiani walianza kuvutana. Mbona tuoni chochote tunapokwenda, mbona hivi? Kafika kwa, lakini kwa sababu alikuwa na maono walifika mpaka kule ambako Mungu alikuwa anatarajia. Safi sana mzee wangu. Mimi naelewa sana unachokijibu. Twende kwenye ngoma ambayo inaitwa ya leo sio ya jana. Kuna line ambayo unaimbaga, najua maisha yangu ya kale. Najua maisha yangu ya kale vizuri. Sasa niko busy na Mungu wangu wewe. Sipo kule. Wakina nani hao ambao wanajua maisha yako ya zamani, wanajua bado hujabadilika, bado upo kule hadi sasa hivi. James anaimba lakini bado ujana hajauacha. Wakina nani hao ambao uliwamention kwenye nyimbo hiyo? Sija mention mtu kwenye huo wimbo, lakini kusema kuwa kama ujana sijauacha, kwanza mimi bado nipo kijana. Sasa unataka kuniambia ujana sijauacha ili niwe mzee? Ujana wala kutuma message DM ukiona vitu ambavyo sio vizuri. Kama nini? Kutongoza Instagram. Facebook. Ukiona mdada anapendeza, wow, sifa zinakuwa nyingi. Yaani wewe ufikiriagi mambo mengine ni labda kuna watu wanakufikiria James hajaachaga huko, bado hajatoka huko. Unajua ukimpokea Yesu unakuwa umekuwa umejifanya kuwa kiumbe kipya. So ya kale yamepita, sasa yote yamekuwa ni mapya. Lakini mimi nakujua wewe ndo mambo yako. Na ndio maana kila siku napiga na nakuwa nakusumbua sana, jamaa okoka, fanya hata mmoja wimbo wa gospel. Wachungaji ni wengi hapo. Wende muona mchungaji yeyote hapo, mwambie bwana mimi kutoka leo naanza kuimba kwaya. Vijana wazuri sana kwa kwenye drums, kwa kwenye kinanda. Anaweza kufanya sifa na maabudu, president worship. Wewe wachungaji wenyewe unawaamini hao ambao wako hapa? Wewe ndio waamini. Nauliza wewe kwanza, wewe mwenyewe unawaamini? Mchungaji yote ni mtu ambaye anapaswa kupewa heshima. Mchungaji yote ambaye anatumikia Mungu katika haki na kweli, kwa sababu unajua roho ya mtu ina siri nyingi. Moyo wa mtu umeficha mengi sana. Kwa hiyo kujua kama huyu kweli kweli anatumika na Mungu, aweza atumike na Mungu, ni yeye sasa na Mungu. Lakini mimi sina huo uwezo wa kuhukumu mtu. Nitajie wawili ambao unahisi nikienda kwao nitakuwa nipo mikono salama. Wapo wengi wote. Wawili tu. Wachungaji wote ambao nawafahamu hapa, wote wapo sawa. Ukienda kwake majina. Wapo wengi sana. Sasa mwezi wa 10 ilikuwa mwezi wa 4 tarehe 10, kwenye Facebook yako uliposti picha alafu ukaandika maneno ambayo sitosoma yote, lakini yalimaanisha kwamba watu ambao wamechafuka wanatakaga wamchafue mtu mwingine. Umeelewa? Watakaga wamchafue mtu mwingine, ila ambaye anaweza akakusafisha ni Mungu pekee. Anaweza kukusafisha bila sabuni wala maji. Ulitaka kumaanisha nani atakuchafua wewe? Wewe. Maswali yako ni kweli umefanya uchunguzi mwingi. Unajua katika maisha ni kwamba waliochafuka zamani ndio wanakuaga na kawaida ya kuwachafua wengine ili nao waonekane mko sawa sawa. Kweli. Lakini mtu aliye safi hawezi akachafua mtu aliyechafuka, kwa sababu mtu aliyechafuka tayari amechafuka. Sasa waliochafuka wanafikiriaga sabuni ya kuwaosha ni kuwachafua watu wengine ili waonekane wote ni wachafu. Unaona? Sikumesha ni mtu yeyote, lakini tu ni kama ushauri, kwa sababu kuna watu wale ambao unakuta yeye ana hali moja fulani, so anataka watu wote waige ile hali yake. Na anapoona wengine wako kinyume na yale anayofikiria, so anakuwa anafikiria labda hao wanajiona kama wao ni wasafi sana kulikoni yeye. Sasa yeye anafanya mbinu yote ili muwe kidogo sawa. Na wanajilinganisha na wewe pia.
Niliandika unajilinganisha. Yeah. Kama kuna watu wanajilinganishaga na mimi kwa sababu mimi sitakagi mambo ya mashindano sijui. Kwa sababu kuna watu wale wenzako, kuna watu nishawahi kusikia. Naenda mahali wananiambia fulani wewe na fulani na fulani na fulani. Sijui yule fulani nishaga pataga watu mpaka hata wananiaibisha hata mbele za watu kusema huyu mwimbaji gani mbona hivyo. Unaona huyu mwimbaji gani mbona hivyo, hatumuelewi, fulani anakushinda wewe, ni kama vile bado unafanya mambo ya kujionyesha. Kwa hiyo wanajilinganisha na wewe. Unahisi jamii inakupa heshima unayostahili sasa hivi sababu una kazi kubwa ambazo zinapendwa? Naonaga sana unavyopostigi klipu zako ukienda kwenye matamasha, nyimbo za watu wanaimba. Na furaha ya mtu ambaye anatoa nyimbo lazima usikie sauti watu wanaimba nyimbo yangu mwanzo mwisho. Hicho ni kitu ambacho waimbaji wanafurahi sana. Sasa wewe unahisi thamani ambayo watu wanakupatia au mashabiki zako wanakupatia inastahili au ni ndogo waongeze? Mimi nataka kwenda mbali zaidi. Lakini furaha wanayonipa inanistahili, lakini pia waongeze. Kwa sababu mimi nataka kila siku niende viwango juu ya viwango. Daraja juu ya daraja, darasa juu ya darasa, hivyo na hivyo. Sitakagi kuwa mtu yule yani ni pale nilipofika nimeridhika. Hata nikiachia wimbo leo natakaga sana nikitaka kuachia wimbo mwingine nihakikishe nimeachia kidogo wimbo ambao una ujumbe mzito, ambao una baraka nyingi sana kuliko ule ambao nimefanya. Hivyo. Kwenye nyimbo zako zote. Yes, unajua kwenye waimbaji anaweza katoa nyimbo isipendwe na watu lakini yeye ni favorite kwake. Kwenye nyimbo zako zote ipi ambayo unasema hii mimi naipendaga au hii nilitendeaga haki sana? Karibuni zote, kwa sababu mpaka mimi niachie wimbo kuna kuga kushakuwa angalau ya kupenda. Lakini kuna zile ambazo ukisema kwa hiyo nani ambao unaongelea ile ya kusema wewe unaipenda sana watu kidogo hawaku. Zipo hizo nyimbo kuna wimbo wangu mmoja ambao unaitwa Upendo wa Unafiki. Ule wimbo naupendaga sana. Unahisi unaendana sana na maisha yako? Nyimbo nyingi. Kuna watu ambao wanakupa upendo afu kama wanafiki. So mtu anaweza kaja kukuchekea hapa afu James analinga ule. Hayo mambo yanakuwa mengi sana. Hayo mambo ya mtu kujisnitch kwangu. Yanakuwa hapa Marekani. Si mimi naishi hapa. Hapa mtu anakuja hapa na kufagilia sana. Afu ukimpa mgongo anabadilika. Arizona au Texas? Arizona tuna upendo sana. Kwa hiyo ndio hivyo. Unajua kuna siku nilikuwa na wewe kwenye ilikuwa state gani? Michigan Michigan. Tulivyosafirigi Michigan. Kuna sura ambayo sikuionaga vizuri. Yaani kuna ile taswira ambayo sikuionaga vizuri. Ni sawa na mashabiki, mtu anaweza kumkubali mtu afu akashindwa kumuonesha au atakataka kumshusha mbele ya watu. Na hata siku ile niliona mtu anakuambia, James, wewe mdogo wangu James, njoo hapo unisalimie." Anakujua na anapenda unachokifanya, wanashindwa kukupa heshima unayostahili. Una kipi cha kuwaambia watu ambao unahisi wanatamani kukushusha mbele ya watu na wakati ndio mashabiki zako kuliko kukupandisha wala kukupa samani? Hayo mambo ya mtu kukushusha mbele ya watu wengine au kunilazimisha mimi kwenda kumsalimu mtu hata kama watu wengine wapo. Tokeaga sana. Unaweza kuta hata mimi mtu amekuja ametukuta na watu wengi lakini anataka mimi nisimame pale kwenye watu waliotukuta nao nende nimsalimie. Unaona, hayo mambo yanatokeaga. Na cha kuambia tu ni upendo akosage kuwa na adabu. Ndio Biblia inavyotuambia. Ukimpenda mtu lazima muheshimu. Na heshima haikuagi ni upande mmoja. Kwa sababu kuna watu wengi wanaonaga mtu kuimba labda ndio kila mtu anakuwa na kiburi hivyo Lakini kuna wengine wanatuoneshaga kiburi ambapo sisi hatutaweza kurudisha ile heshima. Hata kama ukimpatia heshima kwa mtu asiye stahili ile heshima, wakati mwingine nao heshima inaonekana haina maana. Ndio hivyo kidogo tu unakuwa unaona tu basi uache.
Lakini mara nyingi sana inatokeaga unakuta mtu anataka umsalimu hata kama yeye ndo amekukuta lakini tu unalazimika tu na msalimu, lakini mara nyingi haikuagi sawa, kwa sababu ukimpenda mtu upendo kwa gina hesabu mambo mengi sana. Lakini kikubwa tu kipindi unatoa sapoti kwa mtu, sapoti sio kama vile inakuwa kama vile deni. Sasa kwa sababu kuna watu wanashindwa kuelewa, mtu anaenda hapa ni msapoti, lakini kunisapoti sio kusema kuwa kama sasa mimi nikubebe kichwani. Yani unataka sasa au upige magoti. Nikupigie yani unipelekeshe vile unavyotaka. Sio sawa. Ni support kwa upendo wa Mungu, kwa sababu ni kazi ya Mungu, na utanisapoti mimi, lakini kiuhalisia unafanya kazi ya Mungu pia. Kwa sababu wakati kuna support huduma au msapoti Mungu, ila unajisaidia wewe. Kwa sababu Mungu anakuwa anaangalia zile kazi ambazo unafanya kwa kazi yake. James ya nguvu au Jeremia nguvu. Ushawahi kwenda kwa mganga ili kumshusha mtu wewe upande? Itatokeaga. Hujawahi? Kama kuna mambo ambayo mimi sikogina natamani kufanya ni mambo ya waganga wa kienyeji. Ushaambiwa kuna mtu anakuroga wewe ili asikike kukuzidi? Sana. Ushaambiwa? Sana. Kumbe hata kwenye gospel wachai wapo. Tamani kumjua huyo. Huko ndo wengi wanajifichia. Kwenye kazi ya Mungu ndo wengi wanajificha ili wasionekane. Wanaroga sana. Ile kujificha, yani kuna watu wanajiweka hapo innocent. Lakini ndo wabaya sana kisiri. Wapo wengi sana kwenye huduma ya Mungu kuliko ni hata huko mlipo. Huko mlipo nyinyi, so wakati unaimba kilemba sijui nini, sijui nyimbo zako hizi. Kuna mtu akitaka kuonesha uchawi, akitaka kuonesha hali yoyote, akitaka kucheza uchi, ataonesha wazi. Lakini huku kwetu sisi kwenye gospel utakuta mtu anaweza kuwa na hali mbaya lakini anajificha. Nani huyo ashai kukuroga ili apande? Nichukue nyota ya James hapo. Hamna, ni mambo tu ya kawaida. Unakuta ile ushasikiaga hiyo. Unasikia mpaka anaenda mpaka kwa mganga, mpaka voice unatumiwa. Anataka tu anishushe tu. Sasa angalia mimi natumikia Mungu. Utanishusha mimi kwa sababu umshushe Mungu nayetumikia jibu. Anaenda kwa mganga wako ili akushushe wewe. Sababu mganga hapana, mganga wangu mimi. Mimi mganga wangu ni Mungu peke yake, kwa sababu kitu ambacho mimi nimekataa nikasemaga hivi gisi nimeanza kumwimbia Mungu. Kama kuna vitu ambavyo siwezi fanya, bora Mungu aniazibu au Mungu afanye nini, amalize huduma yangu ni kugusa. Hivi vitu vya kugusa hivi vinatumaga mtu anafikia pabaya. Na wote waliogusa waishiage mbali. Kwa hiyo mganga akakutumia voice James, kuna mtu anakuja hapo. Mganga hajanitumia mimi voice. Ila hizo voice zilipitia kwa watu wengine. Kwa watu wengine ndio zikakufikia wewe. Zikanifikia hapo, akakuwa ananiambia tu kaa vizuri na fulani. Unazo hizo voice? Hizo voice nazo sahihi, kwa sababu naona hazina maana. Lakini uko nazo? Siko nazo. Hazina maana, ndio maana nilizifuta. Vijana mna hatari, kumbe mnaroga sana. Hata nyie mnaroga sana. Mimi sijai kuelewa. Kwanza unajua nyie ni kama vile unajua sisi wakati mtu yuko anatumikia Mungu, yani unakuwa kama vile uko hospitalini. Alafu kwenye hospitali ni bado unaweza kuwa kuna wale wagonjwa ambao wako afadhali na wale wamezidiwa zaidi. Sasa kwa nyinyi mnakuwa yani mtu ameshakufa. Yani unaenda tu mle, unaenda kuokota maiti yangu. Lakini sisi ni kama watu ambao wako hospitalini, ingawa na tabia mbaya, lakini bado wanamuonya. Acha hivyo, unajua ukifanya hivyo ni dhambi. Ana ile hofu ya Mungu. Kale ka hofu. Lakini nyinyi hata kama ukibakia kwenye boxer, anakuambia si kazi yake. Unaona? Hivyo ndio tofauti huyo. Hivi ambaye alienda kwa waganga kukuroga akashindwa kwa nguvu za Mungu. Unajua kusikia eti haula James ndugu zake ni wapo vizuri sana kwenye giza ndio maana hatumuwezi. Ushakusikiaga hiyo? Ukisikia mtu sijawahi, lakini ukisikia mtu anakuambia sijui unaona yule usimuoni vile. Ukiona vile ujue sijui ni mjomba wake. Sijui ni shangazi yake.
sijui ni babake fulani yuko kule. Ujue sasa unajiuliza swali sasa, huyu jamaa ameajuaje? Itakuwa amekushinda. Amezunguka sana. Mara nyingi nakuaga hivyo, na kuna waimbaji wengi ambao nimekuta kwenye karo, kwa sababu wakati mimi nimeanza kuimba hizi nikiimba wimbo kidogo watu wakiupokea vizuri, hakuna vita ambavyo vinapigwaga navyo sana kama vya wao wenzetu ambao wanaimba. Unajua mara nyingi mimi sikwagi kwenye yale makundi kwa sababu sitakagi vurugu. Makundi ndio mwanzo wa mavurugu. Sasa nakuaga kidogo na sitaki makundi sana. Sitaki ile mashindishano sana. Sasa wakiona ile hali, mimi siendi kule, lakini huku nafanya kidogo mambo ambayo yako mbali nao, lakini nyimbo zangu watu wanazipokea vizuri. Huyu kijana itakuwa kuna. Na mimi ni mtu wa kwanza kupigwa vita na waimbaji wenzangu sana. Kwa hiyo upendi vurugu na unaenda gym, unaenda kutunisha misuri, unataka kupigana na nani? Mkeo? Huyu jamaa na maneno huyu hivi namwambia okoke, hataki kuokoka. Mpaka lini utaonesha vifua kwa watu? Mpaka lini? Kuokoka ni kitu mpaka lini kuchezesha wanawake uchi? Unajua kuokoka sio swala tu la mtu anatoka nyumbani anaenda kanisani. Umetoaga wimbo wako, sijui wimbo unaitwa ukiachana na ule wimbo wako sijui. Unajua nyimbo zenu wakati mwingine ukikaa na familia inakuwa tangumu hata kuangalia. Nitakupa hivi, subiri kwanza. Malengo yenu yanakuwa ni nini zaidi pale unapoweka wimbo alafu wanawake wanacheza nusu tu, na wakati wewe ni mzazi wa kesho ambapo zile video zitabakia pale milele kama hujazivuta? Unategemeaga kitu gani kwa maisha ya kesho? Ushakuwa na watoto wa kike wa kiume, unakuaga na feel nini? Aiza ni picha gani na kukujiaga baada ya maisha kadhaa hiyo hali ikianza kutokea? Unajua ulimwengu wa sasa ni tofauti sana na zamani, lakini ndio ulimwengu unajua lakini binadamu washabadilika sana. Zamani watu walikuwa wanakuja kuoa ajui chochote kabisa. Umeona? Sasa hivi free wifi blaza. Anajua kila. Sasa kwa hiyo kama mtu bado yupo shuleni anatumia free wifi ndani, anaweza akamaliza na akajua dunia nzima. Hata nyimbo yangu iweze kumbadilisha kwa leo kesho. Lakini sasa kwenye biashara, mwanamke ni biashara kuliko mwanaume. Sasa ndio maana mimi nikikaa uchi hapa, watu wataona, watapita tu. Blaza. Kwa subiri kwanza. Mwanamke akipita hapa, unajua tunafanya discussion mimi na wewe. Macho yetu. Macho yako wewe, macho yako. Wewe bado kijana. Wewe bado kijana. Lazima wote tutaacha kwanza mic, tutashindana. Hamna. Alafu mimi tena ambaye sijaokoka atakwambia James tuendelee. Hamna. Unajua nini? Wewe hujanijibu. Wewe umesema dunia leo ni tofauti na zamani, lakini dunia ndio hii na mabaya alianza zamani. Na mpaka leo bado yanaendelea. Haya yote ya kupendana mwanaume kwa mwanaume vilikuwepo. Vilikuwepo, na sijui mabaya gani ambayo utanitajia ambaye hakuaga zamani. Pengine kujigeuza kijinsia. Si ndio hayo tunayo. Ndio hayo. Yote alikuwepo, unaona. Lakini tu shida ndio hivyo, mpokee Yesu Kristo. Amina. Wakati bado upo, mpokee Yesu Kristo kwa sababu hakuna mtu anajuaga kesho. Kweli. Mimi nifanya music ya dunia na mimi najua. Unajua. Nyinyi hamwezi kunidanganya chochote. Unajua nini kuhusu muziki yetu? Labda tunapita njia zako hivyo za zamani. Hamna. Shida tu ni sana nyinyi mnaimbia mademu. Sana nyinyi mnaimbia kidogo uonekane. Lakini baada ya hapo hakuna chochote kinachoishi baada ya hapo. Sisi tunaimbia maisha pia. Maisha yapi? Ya duniani. Maisha yapi? Sisi tunaimbia maisha ya duniani, sio ya mbinguni. Maisha ya duniani sio ya mbinguni. Kwa hiyo wewe ni mtu wa dunia kabisa. Mimi kesho sijui. Sasa kwa hiyo twende kwenye pointi yangu. Unaona umeanza kunikimbia.
Ndio hivyo, upo vizuri, mimi upo vizuri sana. Na ndio maana podcast kuna ile ambayo unakuja nitakuuliza kila itila. Mimi nitakuuliza mambo mengi sana. Ndio maana ya podcast. Hapa tuna share. Mimi nataka ni hii fursa ambayo naipata kwako pia naipata kwa sababu ya kukuhubiria, kwa sababu amina. Uachane na hiyo njia. Haleluya. Hawa vijana hawa. Kwa hiyo kikubwa tu ndio hivyo. Wakati bado upo kijana, uko nakumbuka pia umuhimu wa Mungu katika maisha yako. Kweli. Na Mungu anakuhitaji. Ndio. Kipindi unaenda kuokoka na uzee, yaani hata shetani tena ana mengi sana ya kukutisha. Lakini kipindi uko hivi, ndio unapambana na shetani kujionyesha kuwa kama wewe umechaguliwa na Mungu. Hiyo njia unayofuata, hautofika sehemu. Lakini siku moja tukifanya kolabo ya gospel utaona. Basi ngoma yangu ya kwanza ya kuokoka tutaanza na wewe. Na uko umezamiria kweli. Hilo limeisha hilo. Hilo nafanya mbona? Kwa hiyo unaenda gym kupambana na shetani. Gym unaenda kutengeneza mwili kwa sababu ya kufanya mazoezi. Gym sio dhambi. Upande wangu mimi gym sio dhambi. Haikatazi. Katazwa na nani? Sababu unajibadilisha. Mungu amekuumba nini? Hivyo unaanza kujibadilisha. Kujibadilisha vipi? Kufanya surgery? Si ndio hivyo, yani unavimba, unaingia madhabahuni, yani kifua kipo mbele hivi. Hamna. Si ni kama vile ukichukua tu vitu vizito. Utaona kidogo damu kidogo inachangamka. Hivyo. Au ukikuwa unakimbia, wale wachezaji wa mpira unakimbia nini? Kawaida kutengeneza mwili sio dhambi. Wewe ni dhambi? Kwako ni dhambi? Bila Biblia wapi na? Yaani wao jicho chote cha Biblia kama ni dhambi wala sio dhambi. Hivyo ni Mkristo Muislamu? Mkristo kabisa, baba na mama. Mbona kama vijana hapo vuguvugu hawa? Mkristo wa baba na mama. Kwa hiyo mimi sijaona ubaya wote wananiwa gym upande wangu. Piga gym. Unajua hata kuna wengine walokole ambao wameshika dini sana. Yaani mtu hata akienda mazoezini, unajua umeokoka, sijui siku naenda mambo ya hivyo ni dhambi. Kuna wengine wakati hadi nywele. Kuna wengine wakati ndevu wanasema eti kwa kukata nywele hapo kidogo kuna maneno kaza wa kaza, kwa sababu unaona hata Samsoni alikuwa ni naziri wa Mungu. Sasa vile alivyokuwa naziri wa Mungu akukubali Samsoni kukata nywele. Samsoni alikuwa na rasta. Naziri wa Mungu ana rasta. Alikuwa akunje kijiti kweli? Mimi na watu juu. Hasa zile rasta zinakuwa hadi kwa kijiti ule moshi huo. Biblia haijaandika kama alikuwa anavuta bangi. Biblia inasema alikuwa na nywele nyingi. Lakini watu wa zamani wengi walikuwa na nywele nyingi. Walikuwa na nywele nyingi, walikuwa na ndevu nyingi. Sababu ya kukosa saluni, si ndio? Licha ya kukosa saluni, kusheviwa na kutokusheviwa kwa mwanaume. Upande wangu mimi, kuna watu wanasemaga mwanaume kuwa na nywele nyingi ni dhambi. Ni dhambi au ni kosa? Ni kosa. Sasa kwa upande wangu mimi nywele, kama mimi ni naziri, mimi nywele kwangu sitakagi kuzikata. Kwa sababu najua madhara nikikataga nywele gisi inavyokuwa. Noma sana. Basi twende kwenye video zako hizi. Unahisi director gani ukimkabidhi kazi zako unasema naamini huyu director huyu kwa hii kazi lazima itatoka vizuri sana kwa hapa Marekani? Madirector wote wako sawa. Wote ambao nafanyaga nao kazi mpaka nifanye na wewe kazi jua uko sawa. Lakini kuna mmoja ambaye anakupatiaga sana. Huyu wote wako sawa kwa wakati wao. Wote wako sawa kwa wakati wao. Sasa hivi unafanya kazi na director gani? Sasa hivi nafanya na wote, sema tu kwa nyimbo hizi ndio nilikuwa nafanya na Chris Kikiti. Kikiti ndio nafanya naye kwa hichi kipindi. Gerald pia nafanyaga naye.
Na wengine wote nafanyaga na. Unajua kuna James, kuna wasanii wengine wa nyimbo za injili, lakini mtu akiambiwaga eti nitajie wasanii watatu wanaoimba hizi nyimbo, lazima ataje hata mmoja, hata amewakubali wote na anasikiza nyimbo zao. Kwenye hiyo nani, kwenye mambo ya madirector umesema KKT, Gerard na wengine wakina Johnny Msambia, yupi ambaye ni bora namba moja kwako? Wote mmoja. Tunataka mmoja sisi. Mmoja ambaye ni bora, yani huyu wote wako sawa kwa Gerard, KKT, Gerard yuko sawa, Johnny Msambia KKT yuko sawa, Johnny Msambia yuko sawa, wote wako sawa kwa nafasi yao. Lakini pia wote wako vizuri. Wote wako vizuri. Hawana utofauti. Na wote nafanyaga nao kazi tu vizuri. Wewe unaona nani ndio yuko bora? Mimi sijafanyaga nao kazi. Kwa hao director wako unaona nani yupi yuko bora zaidi? Madirector wangu mimi. Madirector wangu mimi ni Gusta B na Johnny Msambia. Mwalimu wa Johnny Msambia, Gusta B. Sasa nani yupi ndio bora? Lazima nianze na mwalimu afu na mwanafunzi. Kwa hiyo Gusta, sababu yeye ndio bora. Hivi ni Gusta B ni bora kwa sababu amemtengeneza Johnny Msambia ambaye anakuja kuwa bora zaidi baadaye. Naweka wimbo wa Kilemba. Na ule wimbo wa Babi, huu wimbo wa If You Miss Me. Online long. Yeah. Ni upi wimbo bora? Kilemba nyimbo ya kimataifa. Kilemba ni nyimbo ambayo imefungua milango. Babi, sorry baba. Yeah. Kilemba hata wewe mwenyewe unajua hivyo. Kilemba ni kubwa. Ndugu yako kakukana. Naona atakata kwa sababu yeye ndo anatengeneza. Sio kukana, yani Kilemba ni nyimbo kubwa. Ni wasanii sio kwa Babi tu, kwa nyimbo zangu zote. Subiri. Ni msanii yupi unayemkubali hapa USA? Marekani? Kuna watu wengi wanaimba sana. Nimekaa mwaka mzima sifanyi kazi za music, lakini kuna new generation. Ndo nani yupi? Wanafanya vizuri sana. Yupi? Wengi. Kama yupi? Nitajie mmoja. Mmoja nitakosea heshima wengine. Hamna. Sema nitajie mmoja. Hamna, unajua kufanya vizuri na kuna ule ambaye wewe ni mwanamuziki. Subiri kwanza. Wewe ni mwanamuziki. Kuna kufanya vizuri. Afu kuna ule ambaye labda kuna nyimbo yake nilisikiliza. Msanii bora kwako. Msanii bora kwako. Msanii bora kwangu. Msanii bora kwako. Ni mimi mwenyewe kwanza. Ukijiacha wewe. Ukijiacha wewe. Yupi unaona kidogo, yani mimi kama nikiacha leo. Yupi ambao unaona kidogo huyu anaweza kaziba pengo. Kuna wadogo wanakimbiza sana. Yupi kama nani? Labda acha nitaje hata wawili. Yani usiweke generation mpya. Yani weka wasanii wote. Wakina Babi, Martin, yani hao wote wa new generation. Yani wote. Yupi wewe ukiacha? Wewe ukiacha. Yupi unaona kidogo huyu atakuja akaziba pengo ya Kelight? Kuziba pengo inategemea. Nitakujibu vizuri. Wewe nitajie tu mmoja. Hapana, sasa sikujibu kiprofessional. Simona umeona muziki unaendaga kwa generation. Mfano Kongo. Huwezi kumfananisha Koffi Olomide na nani huyu na Fally Ipupa. Lakini wakikwambia sasa hivi anayebeba muziki wa Kongo ni yupi? Fally Ipupa. Sasa muda. Kuna siri gani katika neno muda? Kwa hiyo kwenye Biblia hii sio dhambi. Maana gisi gani roho wangu atakayemfunga roho wa Bwana. Roho wa Bwana hashindwi kama. Anza. Sasa kwenye Biblia imeandikwa samea 7 mara 70. Ni mfano tu. James ya nguvu umemfumania mke wako kwa kuomba msamaha. Unamsamea? Msamaha upingiki. Mtu akiomba msamaha lazima asamehe.
Umemfumania kabisa na msamea. Yeah, unajua kuna mtu akiomba msamaha msamehe. Kama wewe Gisu unaweza ukacheat afu akakusamea, si ndio? Sijawahi kucheat mimi na mwanamke afu ni cheat. Kumbe Yeah, sijawahi kabisa. Sijawahi kucheat. mbona kufunga hii? Mimi kufunga? Mimi na na kufunga muda wote tu. Sasa kwenye maisha ya Biblia kuna majina mengi ya walokole na watu ambao walifanya vizuri sana kwa, yani tuwaite mitume. Unahisi kwenye yale majina James, kwa jina lako wewe Jeremy? yes, unahisi karakta ambazo zipo mle, jina gani ambalo unahisi kabisa huyu kama ni mimi, huyu alikuwa anayapitia kama mimi huyu? Jina langu hilo hilo. Jeremy? Yeah. Alikuwa anapita kama wewe hivyo hivyo. Yaani kama mimi hivyo. Vita sana. Alikuwa mwimbaji naye? Yeye hakuwa mwimbaji. Hapo nimecheza vipi hapo? Mbona kama utakufuga. Hapa si Rose na pinzana. Hapo nimecheza utopolo. Kwa hiyo Jeremy ni mtu ambaye kabisa ambao unaendana naye kwenye maisha yote. Kwenye maisha ya nani? Kwenye Biblia nyimbo bora kwenye Biblia. Wimbo bora ni wa mapenzi. Kwa nini iwe wimbo bora wa mapenzi? Wimbo ulio bora kama ni wimbo wa mapenzi? Yeah. Kwenye Biblia. Ndio. Wewe unajua Mungu ameanzia kwenye upendo. Kwenye Adamu na Eva. Ndio Mungu ameanzia. Kwa hiyo upendo una nguvu sana kuliko chochote. Ndio maana ukawa wimbo bora. Kwa nini mimi nikiimba mapenzi unalalamika? Ni wewe? Ni mwimbi mapenzi, nyinyi mnaimba matusi. Tunaimba mapenzi. Sisi tunaimba mapenzi watu wapendane. Amna, nyinyi mnachokiimba nyinyi ni matusi. Amna, matusi ni yale ambayo yanafanyika sirini. Yani watu wamezima taa, wamejifungia ndani, ndio matusi. Sisi tunaimba mapenzi. Kula. Tumishi. Yaani wewe umenionea kweli. Amna, Rose na pinzana. Ama tuko sawa, mbona 4-4? Amna, wewe una 5. Kwa umesema una swali watakuniuliza? Ya mimi maswali yangu ni yale yale. Unafikiriaga utaendelea tu kuwa mwanamuziki wa dunia hivyo hivyo au utaokoka? Hakuna jambo ambalo lisokuwa na mwisho. Kwa hiyo kuna siku tutegemea. Lazima ipo siku utaona na mimi nipo kwa wachungaji kama wewe. Na naweza nikawa zaidi yako. Ndio nachokitaka. Amina. Natamani sana hiyo siku itokee. Mimi mwenyewe binafsi natamanigi sana, sababu ni jambo jema, lakini hadi itokee. So unajua kuokoka ni wito. Sio tu inatokea tu ameokoka itakuwa sana ila kufanya usela. Lazima roho kwanza. Unapangilia kama baada ya muda gani? Siwezi kupangilia mambo ya kuokoka. Sababu hata kila mtu anasakuaga na ile Mungu anasema kiti. Subiri. Hata sasa hivi Mungu akisema upo tayari kunitumikia, unaweza ukanikuta Jumapili ijayo nipo nawe kanisani. Na Mungu akikuchukua leo unafikiri utaona ufalme wa mbingu? Ya mbinguni hakuna mbana yajua. Ni wewe nahisi. Si mimi nakuuliza, mimi nayajua. Mimi nakucheza. Yaani wewe nafikiri. Ya mbinguni hayo. Sisi waliochaguliwa tunajua. Yaani hata nikitoka leo hapa. Ukifa leo. Nani alienda akarudi? Akakwambia kama mbinguni watu wanapokelewa kule. Mimi na uhakika kwa vitabu vya Biblia. Nina uhakika mwingi sana. Cheza James.
No, Uhakika ni- utaki kucheza, utaka uhakika ni- nikufunge bila kucheza. uhakika nilionao Mm. yaani mimi na mbinguni kabisa wapenzi. Nishakufunga. Bado hajanifunga. Mimi nishakufunga. Mimi nishakufunga. Mimi nimekufunga muda sana. Bado haujanifunga. Bado hujanifunga. Kwa vizuri. Unahisi moja ya moja inaweza ikaenda kwa kete 5 hizo. Lakini nitakusumbua kwanza kidogo. Hawezi hapo. Sababu hizi line ambazo nimekushika huwezi kutoka. Hapo natoka vizuri. Toka sasa tuone. Hapo nakufunga vizuri. Yaani kwa hapo mimi nakufunga vizuri. Kwa hiyo sasa una mpango wa kufungua kanisa yako siku moja? Mpango wa kufungua kanisa ni wito. Kama huo wito kama nitakuwa nimeitwa na Mungu, basi siku moja inaweza ikatokea. Lakini kwa sasa hivi mimi sio mchungaji, mimi ni mwimbaji. Kwa hiyo bado hii karama na sehemu nilipo bado pananitosha. Nasikiaga kwenye ukiwa na kanisa kuna hela nyingi sana. Wewe unasikiaga, lakini sio wale kidogo wauliza wachungaji kama kuna hela watakwambia, lakini mimi kwa sababu mimi sio mchungaji. Sina majibu ya moja kwa moja. Ya moja kwa moja. Una sali za dhehebu gani sasa hivi? Mimi nasali dhehebu la Yesu Kristo. Mimi nasali kila dhehebu. Mimi niko Mkristo ambao makanisa yote yananifaa. Ingawa imani ya zote hatuko sawa sawa, lakini mimi natumika kazi ya Mungu kwa ajili ya kuhubiria watu habari njema. Hivi James, najua unatumia gharama. Sifanyi huduma ya udini. Okay. Najua unatumia gharama kwenye audio, video hadi ngoma inakuja kukamilika inatoka. Kazi zako ni kubwa sana, zinaonekana. Hivi hadi watu wakuite kwenye tamasha waandae bei gani? Ina depends. Ni sifanyi ili kwa kulipwa, lakini kwa sababu ya ile gharama 1 2 3 inabidi tunaongea kama mtumishi, kwa sababu nahitaji ile support ya kunisafirisha, sababu sitaacha kazi hivyo na hivyo, na mambo mengine kaza hivyo. Na mambo mengine ya ofisi siwezi nikaongelea hapa kwenye TV. Lazima kuwepo dau mezani. Lazima iwepo hela kabisa. Ina depends kwa sababu music ambayo tunafanya sisi ni gharama. Ina gharama sana, lakini sifanyi kwa ajili ya kulipwa. Kama utanipa ni kwa sababu ya kunisupport. Na sikatai zawadi. Sikatai zawadi hivyo. Kipindi fulani niliona unaposti sana biashara yako ya nguo. Hapa katikati naona kama imekata hivi. Vipi, ulikula faida na mtaji yote? Au tutegemee unakuja sasa unafungua duka sasa, Jeremia Nguvu duka? Inakuaga mpaka leo. Sema tu ni hivyo tu. Sijataka kuweka sana official sana kwenda kimataifa zaidi, lakini lipo na bado tunaendelea kufanya kazi. Sema wewe ndio aufuatilie. Mimi ndio sifuatilie. James, unajulikana mkubwa sana, nyimbo zako zinaenda. Vipi? Wanakujaga sana za mababies. James, wewe kaka, jamani napenda sana nyimbo zako. Unaongelea mademu tu. Vipi, unawakataga wale, unamwepusha shetani au? Mimi sijawahi kusikia mambo ya hivyo na yatokeaje. Hawajagi sana Instagram, Facebook. Hawajagi.
Mashabiki zako hawaji kabisa, wala ndio tumetopaga clip wale wanakutumiaga wapi, kiroho au wapi? Si ile ananisupport tu. Ndio hivyo, sio unaanza kuja kusupport. Baada ya hapa kuwage mambo mengine. Ila kuna watu ambao washakulipaga hela ili uwataje kwenye nyimbo zako. Kuwalipa hela? Kukulipa hela wewe ili kwenye nyimbo zako wataje. Ile so unajua nyimbo zenu hizo mnataja majina. James, ukitoa nyimbo nitaje na mimi bwana. Hela hii hapa. Shawahi kutokea kwako? Kumtaja mtu? Mtu anakupa hela ili umtaje kwenye nyimbo. Nimtaje jina lake? Kwa wale ambao wanakuagana ni support, sio kunipa hela, ni support. Ana support huduma. Nakosaje sasa kumtaja? Kwenye familia kuna watu ambao nishasikiaga sana, familia ya James wanamsupportigi sana. Hilo ni jambo jema sana kwako. Nimemaliza mchezo. So umejileta mwenyewe. Roho anashindana na roho bwana. Huyu jamaa ana cheat. Yaani hivyo anavyoongelea mambo ya kucheat ndio ana cheat mpaka kwenye mchezo. Roho amemshinda roho bwana. Yaani una cheat kinoma. Lakini wanakuja. Kuja wanani? Wanaokuja ni watu ambao wananisupport. Anasupport wimbo hivyo. Baada ya hapo hamna chochote. Unaona kwako wewe ndio mtu akikusupport, ndipo unaona kama vile demo amejileta ndio wewe. Hivi kwenye maisha yako yote ushakufumaniwa? Fumaniwa na nani? Wewe umeokoka au kabla hujaokoka? Ushakufumaniwa upo na mwanamke wa mtu? Sijawahi. Ushawahi kufumania? Mwanamke wa mtu? Mwanamke tu? Hapana, sijawahi. Haitotokea. Ushawahi kufumania? Kufumania? Demu wako? Sijawahi. Hujawahi kufumania? Sijawahi. Wewe ushawahi? Kufumania kawaida. Kwa hiyo sasa fumaniwa kawaida. Kwa hiyo yaani wewe unatongozaga sana? Hapana. Sisi tupo kwenye ulimwengu mwingine. Ulimwengu upi ambao mimi sipo? Upo Freemason? Freemason sio ulimwengu. Kwa hiyo hujawahi kufumania? Hujawahi kufumaniwa? Sijawahi kufumaniwa. Kwenye ujana wako? Kwa sababu mimi sijawahi kufanya vitu ili nifumaniwe. Kweli? Unataka kumaanisha nini kwa kufumaniwa? Wewe unataka kuongea kitu gani baadaye? Anauliza labda wewe ushawahi kudate na mke wa mtu? Bado. Na kufumaniwa sio kudate na mke wa mtu. Tunajua kabla hujaoa kuna wale ambao unaonja wale wake za watu. Wale ambao mpo nao wake za watu ndio naulizwa. Sasa mkiwa nao nauliza wale ambao naonja wake za watu? Wale mtaani. Mtaani huko unakuja ukuta yeye anakuambia ana mwingine zaidi yako. Kumbe wewe ndo zaidi. Ndio zaidi ya wale ambao ya wale wengine. Kwa hiyo ana mtu wake sasa hivi, na kwenye dunia yetu kila mtu ana mtu wake. Kwa hiyo lazima mfumaniane. Basi tuende kwenye swali lingine hili, naonaga sana kwenye waimbaji wa gospel. Wanapenda sana kubadilisha muonekano. James alikuwa rangi hii, sasa hivi ana rangi hii. Hivi sio dhambi? Rangi ipi? Rangi kujichubua? Yeah. Choko. Yeah, choko. Inaruhusiwa? Waimbaji wa gospel wanataka sana kupiga choko. Inaruhusiwa? Sijui kwa sababu kila unajua kuna mtu unaweza ukamwona pengine maisha alikuwa na inamfanya afifie muone kama kwa jina rangi, kumbe alizaliwa na rangi. Kuna watu wako hivyo, na kuna wale wengine anaweza akataka akaboost kidogo kwa sababu awe na rangi kidogo ya hivyo. Lakini sijui kuruhusiwa na nani? Kuruhusiwa na Mungu au ni kwenye kitabu mtu kujichubua kukamata rangi nyingine ya sio sawa. Wewe ushawahi kujichubua au kufikiria kufanya hivyo? Sijawahi kujichubua. Hujawahi? Hiyo ni rangi yako kabisa ya baba na mama.
Yeah, Kwa ndio hiyo tatizo. ndio hii ambayo unaona hapa ni hapa kuna mtu mwingine tofauti na mimi. Anauliza Usi sababu mimi. tukiangalia klipu za Ni mimi? James ya nguvu ana kipindi anakata kiuno kwenye bendi zile za kwetu zile na rangi na kwa tofauti. Ndio hapo tujue sasa Kile ambacho nimekuambia, zamani sikuwa na ndevu, leo na ndevu. Zamani mapengo yalitoka, meno mengine yakaota. Unaona. Nilikuwa sijapata sabuni nzuri, sabuni nyingine hii. Na wakati mtu akipokea Yesu Kristo, kuna kwageka usafi fulani hivi ambako wewe utafikiria labda mtu pengine mbona ameanza kunawiri. Hapana, Yesu Kristo ameanza kumuosha. kwa hiyo wewe unaoshwa na damu ya Yesu Kristo. Yesu Kristo Usichubue. kwani mbona na hii rangi ya kujichubua kweli? Hamna, nauliza. Angalia. Ni wewe huyo. Hata Yesu alisema yeye mimi ndo mimi. Hivi subiri, kuna mtu aliniambiaga kama mtu akiwa na ndevu, vijana wengi sana wananunua. Hivi nikuulize, ushawahi kununua? Kununua ndevu? Hizo za kwako kweli? Mimi familia yangu yote na ndevu nyingi sana. Kwanza mimi ndo sina ndevu. Ni mimi? Ni wewe. Ila kujichubua sio dhambi, si ndio? Kujichubua sio sawa, kujibadilisha ngozi sio vizuri. Sio vizuri. Kuweka ndevu ni vibaya, ni dhambi. Ndevu sio vibaya. Ndevu sio vibaya. Sababu ni kitu kutongoza wake za watu ni vizuri, ni vibaya kwa. Ni dhambi kabisa. Na sijawahi. Hajawahi kutongoza mke wa mtu. Naheshimu sana hiyo. Unategemeaga kuoa mke wa pili? Mimi kibiblia haijakatazwa na nauliza wewe. Nakwambia sasa. Kibiblia haijakatazwa. Torati ya mtaa haijakataza. Ya mtaa wapi? Mtaani kwetu. Mtaani kwenu wapi? Yaani kwa hiyo ikitokea. Cheza ni wewe. Ikitokea kwa bahati mbaya au bahati nzuri tutampokea. Ikitokea kuongeza mke mwingine. Tutampokea. Japo haikatazi. Kwani Biblia inakataza usioe mke wa pili? Vijana mnatia huruma. Biblia inakataza? Kuna andiko lolote ambalo linasema usioe mke wa pili? Kama kuna andiko ambalo linasema usioe mke wa pili? Kula mbili hizi. Sio hata mbili. Nilikuwa napenda nikule tatu. Hamnawezi kula tatu hivi. Hizo tu tumebadilishana. Hamna, hujabadilishana sababu umefungua njia. Thank you. Subiri, anashindana na roho. Wewe naona tuko na niroga hapo, uko na nifumba macho. Sasa mimi ndo ule ambao naambiwa na kuroga kila siku. Kula di hapa. Hii game itakuwa ndogo. Ushafungwa tena? Nishafungwa ya. Hapa ndo nimeharibia mchezo. Unaona? Hivi nataka niulize kitu kingine. Kwa sababu nipo wakati wa kukuuliza. Wewe uliza. Wewe unataka tu niulize. Unashike kwa maswali yako. Na kusikiliza. Unaona kabisa ukioa mke wa pili. Ukristo kabisa unakubaliana na hicho kitu? Mimi mwenyewe nimekuambia niambie sehemu ambayo imeandikwa kwenye Biblia kwamba ukioa mke wa pili ni dhambi. Kama ipo hiyo sehemu, siwezi kuongeza mke wa pili. Kweli? Yes. Kuna kitu nataka nikuulize nione kama kweli uko smart. Aidha unanifunga tu kwa kunionea. Nikitoka kwenye hiyo mada yako ya kuoa mke wa pili, kwa Ukristo sio vizuri. Na Ukristo hujaruhusu, dini yetu haijaruhusu kuoa na wake wawili. Kwa Ukristo haiko sawa kuoa mke wa pili. Nikufunga tena? Cheki tena ulivyonipa hapo. 1, 2. Au jaona. Muda. Kuna siri gani katika neno muda? Niulize mzee. Hivi
Kuna tofauti gani kati ya mwanamke na msichana? Mwanamke ni yule ambaye ameolewa kwanza. So unajua msichana hata vitu vyake vyote vinakuwa vya kisichana. Utofauti ni upi? Utofauti ni mmoja ameolewa, mwingine bado yupo mtaani. Ndio tofauti wa mwanamke na msichana. Yeah, ndio maana mwanamke na msichana. Yeah. Kweli? Ndio. Msichana yani bado ni binti. Wana majibu sahihi. Yeah. Uwezi kuoa msichana, ukishamuoa ndo anakuwa mke. Anakuwa mwanamke. Na ndio maana kwenye vitabu vya dini ya Kiislamu wewe ni Muislamu? Nasomaga vitabu vyote. Cheers. Vinasemaga kwamba ukiwa bado hujaoa una akili timamu. Ukioa ndo unakuwa na akili timamu, sababu kuishi na hivyo viumbe ni vinahitaji akili. Kwa hiyo naaminia kabisa tofauti wa msichana na mwanamke ndio huo. Yes. Hiyo nimekula kwangu. Swali moja la kizushi kwa wewe una maswali ya kuniuliza? Mimi na mengi. Na maswali yako yana nani? Mimi nakuuliza swali la mwisho afu nakuachia wewe. Wameandikwa manabii wengi kwenye Biblia. Manabii wengi hapo kwenye Biblia wameongea. Kuandikwa yani wanaongea kabisa. Tunajua Maria si ndo mama wa Yesu. Alimlea Yesu akiwa na Yusufu, si ndio hivyo? Ila Yusufu kwenye maisha ya Yesu yote na vitu ambavyo vimepitika ambavyo vimeandikwa kwenye Biblia, kitabu takatifu, si ndio mnakiitaga? Hakuna sehemu ambayo Yusufu ameandikwa eti aliongeaga hichi. Kuna Yohana aliongea, kuna wakina Ayubu, sijui nani, lakini kwa nini Yusufu hakupewa nafasi ya kuongea? Unaona siku nini hakupewa nafasi ya kuongea? Kuongea kwa wapi? Kwenye Biblia hakuna sehemu ambayo sema hii page hii ni ya Yusufu hii. Kulingana na historia naona kama kuna historia ambayo iko ambayo imejificha kuzaliwa kwa Yesu ambao wewe haujui. Muda. Kuna siri gani katika neno muda? Kama ungekuwa najua kama historia ipo, mchezo nitakufunga. Amna. Nishakwambia mchezo nitakufunga. Niko hapa. Labda roho akutembelee. Niko hapa. Sio kufunga muda. Niko hapa. Niko hapa. Yaani nilijua kucheza kwako. Uko tobo. Mimi? Ya, mimi nikuchunguza nikasema usicheze. Amiko alisema mchezaji. Mimi naunga tu. Kuna vitu nilikuwa nakupatia huko sioni zangu. Wewe unakuja tu kunizurumu bana. Shaisha. Mchezo umeisha. Mchezo umeisha. Na ndo hapo umekuliwa sasa. Kula mbili. Utaki kula moja, kula mbili. Apende utoke. Maswali yameisha. Hamna, unataka ule mbili. Ilikuwa hapa? Ilikuwa hapa? Nilikuwa wapi? Yaani wewe utaki kula moja, natakiwa kula hapa na hapa. Au nikule hapa na hapa. Yes. Unatakiwa kumbe mimi nikula hapa. Nilikuwa sijaona huyu na huyu. Yes, unatakiwa ule mbili hapa. Tasubiri kwanza nipige hesabu vizuri. Niangalie yupi ambaye nataka kwenda nataka aende naye. Nataka niende naye hapo. Maswali yameisha. Maswali hapo. Kwa mtu unashindwa kutofautisha kati ya power na energy.
Ni vitu tofauti. Mimi nakula hapa. Takalo kuona leo. Una uhakika? Yeah. Roho na roho wa Bwana. Una ngapi? Una 1 2 3. Yaani sijahesabu hata nini na moja na kufunga. Mimi nina 4, wewe una ngapi? Una 4? Tuna 5. Una 5. 5. Unakubali hata nifunga? Vizuri sana. Hivi wasanii gani unasikizaga nyimbo zao hapo Marekani? Ambao unasikia huyu jamaa anaweza akaimba nyimbo zake zikanibariki kabisa. Wasanii Waimbaji hao mara nyingi sio mpenzi sana kusikia nyimbo za ninasikiaga sana gospel. Hao wa gospel. Hao waimbaji wa gospel. Wapo wengi ambao nawasikilizaga ambao wanafanya vizuri. Nitajie nyimbo 5. Sio wasanii, nyimbo tu ambazo ulizisikiza mwaka jana. Mwaka jana nyimbo 5 tofauti na za kwako. Tofauti na za kwangu. Zipo nyingi sana. Unajua kuna watu ambao walitoa nyimbo nyingi sana. Kuna watu wametoa nyimbo nyingi sana mwaka jana. Kuna dada fulani hivi. Kuna dada fulani anaitwa Mwaju, ameachia wimbo mzuri. Wimbo ambao unaitwa Upendo Umepoa. Kuna MG Lambert naye ameachia wimbo mzuri unaitwa Moyo. Kuna Abigail kama unamjua, ameachia wimbo mzuri. Kuna Sofia kama unamjua pia naye ameachia wimbo mzuri. 4 hizo. Kuna nani mwingine yule ambaye ameachia wimbo? Ni wengi sana ambao ameachia nyimbo nzuri. Tofauti na Anito Happy Mlenga ulifanya collab. Happy Mlenga. Unahisi kwa hao ambao umewataja nyimbo zao hapo, mwingine nani ambaye anaweza kufuata kumpa collab? Kwa hao ambao nimeimba nao hapo, ambao nimewataja. Hao sijaimba nao. Yupi ambao unafikiria unaweza ukafanya naye jambo na likawa nzuri? Wote naweza nikafanya nao kazi. Vipi collab yako wewe na Happy Mlenga ulifanikishaje? Au kuleta usumbufu au ilikuwaje ukachagua ukasema hii nyimbo yangu inatakiwa Happy Mlenga tu, sio mtu mwingine? Kwa hiyo kabisa sijaona usumbufu wowote. Sikuona usumbufu wowote. Ni mimi? Ndio. Na kwa nini ulimchagua yeye? Sikuona usumbufu wowote kabisa. Kwa nini ukamchagua yeye, sio mwimbaji mwingine? Kumchagua Happy Mlenga? Happy Mlenga nilimchagua kwa sababu ya mwimbaji mkubwa, anajua kuimba sana. Na mtu ambaye pia napendaga sana sauti yake. Ni mwimbaji mzuri sana. Na wengine pia bado tutaimba nao tu. Na wengine wengi tu bado tutashirikiana nao kwa siku zinazokuja huko. Sawa, James ana maswali ya kuniuliza. Anasubiri na mimi. Maswali unajua nini? Anasubiri mimi. Nataka nikufunge hii game. Anasubiri mimi. Ni mimi wa kucheza? Yes. Nishakufunga. Mna hujanifunga. Hujanifunga baba. Yaani wewe kunifunga ndo hapa. Yaani leo ulisahau kabisa. Cheza baba, cheza. Mzee baba. Cheza mzee baba. Subiri. Unifungie kwenu. Ni kama gesi Morocco imefungwa na nani? Na Senegal. Sasa kama hivyo unafunga sasa.
Ndio nataka na wewe furahi. Si ufunga mbili. Yaani hivyo ndio umefungwa sasa. Hivyo ndio umefungwa sasa. Ni kama sasa hivi umefungwa. Umefungwa hivyo. Kwa hiyo ndio hivyo. Haya bwana. Haujakubali tu kuwa umefungwa. Hajakubali kuwa kama amefungwa. Mimi nimetoka wawili, hata ni mmoja tu huyo. Unazunguka naye. Mimi utafungwa tu muda sio mwingi. Muda tu sio mwingi utafungwa. Kufungwa wewe ni lazima. Kufungwa ni lazima, kufungwa wewe ni lazima sana. Basi sawa, sisi tupo na James ya nguvu. Star wa nyimbo za Injili. Mimi tu changu ndio kile nilichokuambia wewe, fanya nguvu kidogo huu. Star wa nyimbo za Injili. Arizona, kusema kweli tunajivunia kuwa na yeye. Japo eleweki hivi. Japo eleweki. Moyo upo Arizona, mwili upo Texas. Ila nitataka tu aniambie sehemu gani ambayo nakubali sana, sababu mara upo Texas, mara kote nakubali, lakini mwili wake unaonekana upo Texas. Ila roho yake kokote na hapo Arizona. Kokote nakubali. Kokote pale mimi napakubali, Texas na hapa Arizona. Kote napakubali. Arizona na Texas kote napakubali. Umeniachia nile? Nimeachia nile. Lakini sitoki huko. Kweli? Wewe utatoka tu. Wewe utatoka vizuri. Utatoka vizuri sana. Inaonekana Arizona unapapenda sana. Arizona mimi napapenda. Arizona ni sehemu nzuri. Arizona ni sehemu nzuri sana. Sehemu ambayo naikubali. Tataka hapa nipe hapa. Mimi nampa. Akiingia hapa nampa hapa. Okay. Mawazo mazuri sana bana. Funga. Hii ya kwako hii. Hii ilikuwa ni game yangu toka zamani. Sema tu nichezesha nani moja hapo vibaya. Hii ya kwako ni moja hapo vibaya sana. Hapo ndo nimechezesha vibaya sana. Nimechezesha vibaya kana. Light. Wala gisi za kumfunga. Hawezi kufunga hii game sasa hivi. Nakwambia. Hii game kuifunga? Okay, uifunga. Unafungwa vizuri sana. Hii game hapa sasa unafungwa sasa. Hii game haufungi. Mimi nakwambia kweli. Hapa sasa ndio umefunga. Hii game. Hii game ni nzito. Ni nzito kwako. Cheza. Hii game ni nzito kwako sana. Hii game ni nzito kwako. Hii game ni nzito kwako sana. Hii game kwako ni nzito sana.
Usifikiri yake ni kakwako. Kako. Hapo nje yake. Game ni Ushakosa pa kucheza hivi. Mimi kosa kwa kucheza kweli. Mimi sijakosa kwa kucheza. Sasa kama umefungwa mchezo. Na huyo ndio mtu ambaye alikuwa ananisumbua sana. Umeniamisha vizuri sana. Kumbe. Vuga sasa hapo. Umeisha hii. Hapo hujafunga. Cheki na umefunga. Nitaka kumpa. Bali kameona kabisa. hapo bila kufunga vizuri sana. Umeona vizuri. Mimi sina haraka na wewe. Hapo umeona vizuri sana. Sina haraka na wewe. Umeona vizuri sana. Wewe ushakuwa na advantage ya mingi sana kwa sababu umebakia na 3. Hamna hata na wewe sina. Hapo hii sinakupa bure. Unanipa bure na hiyo anaenda anatembea anavyotaka. Hii sinakupa bure. Ya dogo tumeisha tunamalizia game. Inakuwa drone. Haiwezi kuwa drone. Siweza kujisifia. Mimi nakwambia. Hii hapa ni ule wa kuruka? Yeah. Sio damu. Sio damu. Yaani hapo na 2, hadi kuweka mtego ni ngumu sana. Na nikakupatia. Nikupe. Nipe. Imekuwa drone. Hamna. Nipe ni mshanyete wote wawili. Mchungaji. Kazidiwa na pepo. Kenda kutoa pepo ambayo inamzidi kilo. James ya nguvu. Bana. Nashukuru sana kwa muda wako. Marekani hii ukiona mtu anakuja kwenye jambo lako mheshimu sana. Sababu muda utoshi kama kipindi chetu kinavyoitwa muda. Kwa hiyo watu wako busy sana na kazi na ndio bili gisi zinavyoongezana. Kwa hiyo mtu akikwambia nipo busy tunaelewaga sana. Ila asante sana blaza. Ubarikiwe. Uwe na moyo wako huo. Ubarikiwe pia na mimi tu nikazie kusema kuwa mkumbuke Mungu. Amina. Siku za ujana wako. Amina. Kabla hazijaja siku zilizo mbaya kwako. Kweli. Yeah, kwa hiyo tunakupokea na moyo wa furaha na moyo mkunjufu sana. Karibu kwenye huduma.
kwa sababu umehakikisha na umeambia watu kuwa unakaribia kuokoka, si ndio? Sio nawaambia watu, Yani tegemeeni hilo, sijaokoka. Ila kuokoka sio jambo la kuja tu kesho na kuja kanisani nimeokoka nitafeli. Kuokoka ni wito. Sawa, kwa kama hiyo wewe ulivyoitwa, yani kama vile tutazidi kukuombea. James alikutana na Mungu akiwa naimba hizi nyimbo, akaona mbona kama natakiwa sasa ni hilo ni wito. Ukuja tu automatically. Tutazidi kukuombea. Yes. Jambo la msingi ili urudie. Asante sana. Amina. Urudie kumtumikia Mungu. Amina. Hizo njia ambazo mko kwa Yesu hazipo na maana. Hazina maana. Haleluya. Kwa hiyo ukija huku utafurahia maisha ya huku sana. Ingawa jaribu ni nyingi na kurogana ni kwingi, lakini utashinda. Utashinda. Sababu si mnarogana sana. Kurogana kurogana huko ambako nasema sisi kurogana sisi kwa sisi au vipi? Nyinyi kwa nyinyi hadi wachungaji. Unajua hadi wachungaji wanaroga eti kanisani kwangu nipate watu wengi. Sina uhakika, lakini sina uhakika pia na hicho unachokiongea. Nasikiaga. Sina na uhakika wa hicho unachokiongea. Ila kama ni vizuri tu wewe okoka. Haleluya. Wewe okoka bana. Okoka. Yaani James anachokitaka anataka alifunge. Okoka kile. Asante sana kwa muda wako. Subscribe channel yetu AZ News. James ana nyimbo mpya inaitwaje? Wimbo ambao unakuja sasa hivi siku hizi. Ule ambao umeutoa siku hizi. Ule unaitwa Usinichonganishe. Wasikuchonganishe. Nyimbo zake za mitego, yani kama anagombana na mtu. Kata taarabu. Japo ni gospel. Hiyo sio taarabu. Mara ya leo sio ya jana. Usinichonganishe. Watu wanatuchonganisha sana na watu. Unakuja kuta kuna mtu anaamini huduma yako, lakini kwa sababu mtu mwingine hakupendagi tu, anataka na ule anayekuheshimu pia naye akuchukie. Asa kwa nini nyimbo zako? Sababu mtu anayekuheshimu akikana mtu anayekudharau na hata kudharau kesho. Lakini unajua kama nyimbo zako zina misemo mingi ya kidunia. Misemo mingi ya kidunia ni misemo gani? Usinichonganishe, ya leo sio ya jana. Ni kama kuna watu unawapa hiyo message. Yaani kuna watu wanakuataka afu unajibu kupitia. Wewe unaona tu hiyo tairo ndo hivyo, lakini ukikaa chini unasikiliza wimbo utakuta mle mna maneno ya uzima. Maneno ya kumpatia. Unajua maisha yangu ya kale. Tunajua alipotoka. Hatujui kama Mungu ndo atampokea huko. Kimbele sijui. Sio kawaida yangu. Huko alipo hatujui kama ni sahihi. Kujitapatapa mimi sizoei. Kutanijua kwenye kazi. Hivi ndivyo Mungu aliniumba. Na sio lazima tufanane. Kazi ya Yesu yanitosha Papa. Message. Asante sana. Pamoja sana. Chambo Classic. Muda. Kuna siri gani katika neno muda?